Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina pengine? Kwa majina kamili naitwa Mwidadi Johari, na ukipenda niite MJ. Pengine utuambie Uislamu haswa ni nini? Uislamu kwanza ni dini ambayo kwanza inatufundisha sisi kuwa wakarimu, kuwa wenye upendo na kuwa watu wenye kujali. Ushaona katika maisha yetu ya sahihi, manake kama tuna changamoto ambazo tunazipitia kwenye maisha ya sahihi, watu wamekosa huruma, watu wamekosa upendo. Ushaona, na ndio maana tunasema pia ama tunaona haya maisha sahihi yamekuwa magumu kwa ajili ya mambo kama yale. Sasa huu Uislamu ni dini ambayo ilikuja, yani kwa ufupi tuseme ni dini iliyokuja ili kutufundisha jinsi ya kuishi. Kwa hivyo bila Uislamu bila shaka lazima kuwe na kasoro mahali. Dunia ingekuwa imeisha. Kama kusingekuwa na Uislamu, watu ingekuwa wanachinjana kama kuku. Ingekuwa hakuna huruma, mzazi asingekuwa anamhurumia mtoto wala mtoto kumhurumia mzazi. Shaona, yani ingekuwa maisha shagala bagala. Ndio. Na naamini kwamba kuna zile sijui ni kanuni ama nini 5 ambazo ni za Uislamu, pillars. Nguzo. Pengine hizo tu, pengine watu wengine wapate kujua kabisa, ni gani na gani. Asante sana kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuwaelimisha na wenzangu ama wengine ambao wako pale wanapenda pengine kutuunga katika hii dini yetu ya Kiislamu, lakini bado wana shaka ndani yake. Sasa sisi tunataka tuondoe hii shaka. Pillars kama ulivyosema, nguzo za Uislamu ziko na ni 5. Nguzo ya kwanza inaitwa shahada. Shahada maana shahada, sisi Waislamu, shahada tunasema ni kule kutakidi ama kukubali kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Nafikiri nyinyi kila mmoja anajua sisi Waislamu kwa lugha ya Mungu ama Mwenyezi Mungu, sisi kwa lugha yetu ama kwa kiutaalamu wetu tunamuita Allah. Sasa hiyo nguzo ya kwanza kama nilivyokuambia inasema hivyo, ushahadie wewe kama Muislamu, ukubali kuwa hakuna mtu yoyote ama kiumbe chochote cha mimi kukiabudu isipokuwa Allah. Ndio. Nguzo namba 2 ni swala. Baada ya kushahadia ama kukubali kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, ya pili unasimamisha swala. Ndio mnasikia huwa kuna ile adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ile sasa huwa ni kama mwito, wito unatuita sisi kusongelea kule kwenye swala. Ushaona, hayya ala swala, njooni katika swala. Hayya ala alfalah, njooni katika uongofu. Ushaona, hiyo ni swala, unasimamisha swala. Nguzo ya 3 kama Muislamu inaitwa zaka. Zaka nafikiri kila mmoja yuko familia na hiyo tamu. Kutoa zaka ina maana yani ile ni kama kutoa sehemu ya mali yako, ama pengine ni zaidi ni rasilimali, inaweza kuwa ni pesa ama ni vipi, lakini utoe kwa ajili ya watu waliotajwa ambao ndio wakupokea hizo zaka. Kuna watu maskini, kuna watu ambao wana uhitaji zaidi, yani kuna maskini alafu kuna mtu ni zaidi ya maskini, yani fukara kabisa, yule hana mbele wala hana nyuma. Wajua mtu maskini kiasi ni yule anayejiweza kidogo, naweza kuambia sina gari, sina nini, lakini nina fare na shilingi 10 hapa, naweza panda bajaji nikaenda zangu kazini. Ama ni ushaona, hiyo ni zaka. Hiyo ni zaka, ikiwa nguzo ya 3. Nguzo ya 4 saum, ambayo sasa ndio tuko kwenye nguzo hii. Mpenzi mtazamaji, hii ndio nguzo ya 4. Yani sasa hivi ulimwengu mzima Waislamu wote wanakamilisha hii nguzo ya 4 ambayo ni saum, funga, ambayo katika kule kufunga ndio kunapatikana kule kuwakumbuka wale wenzetu ambao ni fukara. Yani wewe unakuwa na ile hali ya kuwa ikiwa mimi ni huu mwezi mmoja tu kufunga ama kukaa bila kula ama bila kupata chakula ama kinywaji, je, yule mwenzangu ambaye ameenda maisha yake yote hana chakula, hana malazi, hana nini? Ushaona, hiyo inaturudisha ama inatukumbusha kuhusu swala hilo. Hiyo ni namba 4. Namba 5 na muhimu zaidi kama Muislamu tunasema hajjul bait. Hajjul bait. Naam.
Hija ni kitendo cha kuenda Maka, ambayo Maka ni mji mtukufu kwa sisi Waislamu wote kama tunavyoamini, ambao ni mji ambao ndio Al-Kaaba inapatikana huko. Hii Al-Kaaba ndio ile nyumba tukufu ambayo iko kule Maka, ambayo hiyo ndio Waislamu wote wakiswali huwa wanaelekea huko kibla. Al-Kaaba Wakiswali aje? Kwenye swala huwa wanafaa kuelekea kibla. Shaona, ambapo kibla kiko Maka. Maka ndio our holy city. It's like a holy city, yeah. Kama navyoweza sema, yani mji mtukufu kulingana na vitabu na wenyewe walivyoitafsiri ama ilivyowekwa, ni kwamba ule mji ni mji mwingine takatifu sana. Shaona, huingii Maka kama brother wewe ni mtu una najis, yani shaona. Huwezi ingia Maka kaka ukiwa ni mlevi. Huwezi ingia Maka ikiwa huko katika neema ya kuwa waitwa Muislamu. Shaona, yani ule tunaamini ni mji mtakatifu, na ndio maana Al-Kaaba inapatikana kule, na ndio maana watu wanaenda kuhiji huko. Shaona, Al-Kaaba ni gani? Ndio hiyo ninayokuambia, ni kama nyumba ile nyeusi kwa rangi. Iko nafikiri kwenye picha ambazo pia mpenzi mtazamaji, kadri tunavyokwenda tutazidi kuwaletea mafunzo na kuhusiana zaidi na mambo ya Al-Kaaba na ilikuwaje ama ilitokea wapi na nini huwa kinafanyika kule Al-Kaaba. Maana kuna mambo mengi sana yanafanyika kule. Kuna hiyo kama hija, hiyo kwenda kuhiji huwa lazima pale kwenye ile Al-Kaaba. Kuna wakati kuna ibada ya kuzunguka ile Al-Kaaba pale. Shaona, ambao wale waliofanikiwa na waliojaliwa kwenda kule wanaelewa zaidi. Ndio. Mtu akiwa Muislamu huwa anabatiziwa wapi? Mtu akiwa Muislamu, kuwa Muislamu hakuhitaji ubatizo wala mambo mengi shekhe wangu. Zaidi uchukue udhu, alafu pate pale maalim ama awe mtu yoyote tu muhimu ana ufahamu wa dini, awe ataweza kuchukulisha udhu na kukuslimisha. Udhu na alimu hiyo ndio gani? Udhu kwa kizungu, kwa lugha ya Kiingereza wanaita ablution. Hili ni tendo ama ni tendo ambalo sisi kama Waislamu kabla ya kuingia katika ibada yoyote, hususan swala, ibada ya swala, mpaka huwa tuchukue udhu, ambayo mara nyingi huwa inafanywa na maji. Shaona, kama kujitwahirisha vile, kujiweka msafi, ili ukiwa mbele ya Mola wako ama ukiwa unaswali pale uwe uko tahara, huna najisi yoyote, kama vile mkojo, damu pengine, ama naweza kuwa na janaba ambalo linaletwa pengine kutokana na tendo la ndoa, vitu kama vile. Sasa kabla ya kuenda kumsimama mbele ya Mungu wako useme Mungu nakuomba ama nakutaka unifanyie kadha wa kadha wa kadha, lazima sisi kama Waislamu watufanye lile tendo la udhu, kuchukua udhu, ambayo mara nyingi inafanywa na maji. Shaona, maji mara nyingi ndio yako iko mara nyingi, wengine tunafanya na mchanga wakati ambapo maji hakuna, lakini kusudio kubwa la kufanya udhu ama chombo kikubwa cha kufanyia udhu ni maji. Mchanga unaweza ukatumika vipi? Mchanga kwanza unatumika mahali ambapo katika sehemu ambayo hakuna maji kabisa, kuna uhaba wa maji, yani hakuna hata tone la maji, tunaweza kufanya ama kuchukua udhu kupitia mchanga. Ningependa kuelewa, unachukua mchanga kisha sasa hii naam, ni vizuri sana bwana Mashua, japo sasa hiyo naweza sema ni kifungu ama kipengele cha kivyake. Shaona, kipengele cha kivyake kabisa, ambacho tungependelea tukipata muda vizuri tukatafuta siku tukaja tukaiongelea rasmi hichi kitendo cha kuchukua udhu ama kujitwaharisha kutumia mchanga. Shaona. Naam. Next time pia utatuonyesha ile practical sasa, jinsi ya kutawadha, mambo kama hayo, so that watu wapate kuelewa zaidi. Alafu pia pengine swali la mwisho, hii Ramadhan ina significance gani kwako kibinafsi? Okay, Ramadhani iko na maudhui mengi tu sana ambayo ni mazuri. Kwanza huwa wewe mwenyewe unajihisi uko huru. Shaona, kuwa huru ni vipi? Uko huru na dini yako. Shaona, uko huru na, yani
huu mwili kabisa, we mwenyewe ikiwa ni mtu ambaye imani yako ni thabit na unafanya yale matendo ambayo yanatakiwa kufanywa katika mwezi wa Ramadhani, we mwenyewe utajipata yani unatengenea, kwanza kimwili, pili kimienendo, kitabia. Chaona kuna mambo mengi sana tunaepukana nayo katika miezi kama hii. Mambo kama mambo kama ya zina, chaona kuna mambo mengine kusengenya, na mambo yetu haya vijana kupatikana maskani, sijui kuchonga, kufanya nini. Okay, ni vitu ambavyo huwa vinaendelea kwenye hii miezi ya kawaida, lakini ukichunguza hata katika huu mwezi huu wa Ramadhani huwa ni vitu ambavyo hakuna, ama ni kwa uchache sana. Ni wale ambao ni magwiji wameamua sasa, sisi Mungu acha amue atakavyofanya, lakini sisi njia yetu ni. Lakini mimi binafsi nikiongelea hivyo naona tofauti kubwa sana, sababu kiibada kwanza tunarudi, ni miezi ambayo ndo tumerudi kwa muumba wetu kumtaka msamaha, shaona kumuomba radhi, ewe Mungu katika haya maisha haya tufungulie milango yetu ya riziki, tufungulie njia zetu, tuepushe na mahasad. Shaona mambo kama yale, mambo mengi sana inatufundisha muamalati, jinsi ya kukaa na wenzetu Waislamu, wasiokuwa Waislamu, vitu kama vile. Sasa unapata akhlaq, yani inajenga ile akhlaq kitabia, na pia inazidi kufanya imani na kuwa thabit wewe kama muumini. Naam. Kwa hivyo kama Uislamu ungekuwa kabisa ungekuwa dunia ingekuwa imeisha kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Sasa bro, thank you so much. Asante sana. Wewe mtu wa maana sana. Tutaendelea kushirikisha watu wapate kujua zaidi kuhusu Uislamu. Ningependa na ingekuwa vizuri sana, na asante sana kwa kunikaribisha hapa ndani ya Mafans Mtaani. Show yetu kubwa na pendwa sana katika kaunti yetu ya 001 almaarufu Mombasa County, na tunapatikana pale katika mitandao ya kijamii @Mafans Mtaani KE. Hiyo ni Instagram mtazamaji, iwe ni TikTok, iwe ni YouTube, iwe ni Facebook. Usisahau kulike pale, kudrop a comment na pia kusubscribe vile. Na sisi kama Mafans Mtaani tunasema Mafans Mtaani tupo sana.